msingi ni kitu cha muhimu sana. Ingependeza sana viongozi wa Yanga hususan katika kitengo cha kisheria basi wangeanzia katika mamlaka ya mpira kwenye bodi ya ligi kupeleka malalamiko yao. Wangeona kwamba bodi ya ligi wangegoma, basi kuna namna na wao wangefanya ili kuhakikisha kwamba wanafika mbali kwenye hatua hizo. Lakini wameamua kuvuka ngazi, wameamua kuvuka hatua, imepeleka mpaka leo tunaonekana sisi ni watu sawa, hatuko vizuri. Kwa hiyo rai yangu viongozi wa Yanga kufikiri kabla ya kujenga nyumba, basi tuhakikishe tunajenga msingi ambao uko imara sawa, ambao utakutulinda miaka nenda miaka rudi. Sasa walikuwa wana imani na viongozi baadhi wa TFF na wamerudishwa tena kwenye TFF. Barua ya kasi ni wazi viongozi wa TFF kama wamerudishwa kutoka kasi kuja tena TFF. Sitaki kuchagiza tena hapo, lakini mimi naamini mechi itachezwa. Viongozi wa Yanga ni wasikivu, viongozi wa Yanga ni waelewa, na naamini nawaombea kwa Mwenyezi Mungu, nawaombea baraka inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Simba tutakwenda kuzitumia dakika 90 kuamua nani atachukua ubingwa kwa 24-25. Kusoka Tanzania bara. Ni wazi mechi zimeendelea kuwa ni ngumu na Simba hivi sasa anaenda kumvaa JKT Tanzania. Ligi unaionaje mpaka hivi sasa kwa namna ushindani uliopo? Ligi yetu iko nafasi ya 5 mpaka 4 kwa ubora kwenye bara la Afrika. Kwa hiyo kuna namna moja ama nyingine kuwapongeza sana wawekezaji wetu, kulipongeza sana shirikisho la soka Tanzania TFF, lakini pia kuvipongeza vilabu vyote ambavyo vinashiriki ligi kuu ya Tanzania. Sio Yanga, sio Simba ambao wao ndio wametupeleka kwenye ubora wa viwango katika bara la Afrika. Mimi naamini Mashujaa amechangia, mimi naamini JKT amechangia, mimi naamini na timu nyingine zimechangia. Itoshe kusema ligi kuu yetu ni nzuri, ligi kuu yetu imebamba, na naamini ligi kuu yetu ina hadhi ya kuwa ligi kubwa kwenye bara la Afrika. Kwa kumalizia, unawaambia nini sasa wale mashabiki wote ambao wameweka maswali katika hili ambalo limetokea majira ya jana? Mimi naamini waendelee kumwamini Mwenyezi Mungu. Ndani ya Mwenyezi Mungu kila kitu kinawezekana na kila kitu kitakuwa sawa inshallah. Yanga wanapaswa kuomba msamaha? Sitaki kusema hilo, lakini mimi naamini viongozi wa Yanga ni viongozi wakubwa, ni viongozi ambao wako educated zaidi, naamini watakwenda kukaa meza moja na wataelewana. Mwisho wa siku tutakwenda kupata baraka, mechi itachezwa ligi kuu NBC msimu. Asante sana. Bado swali moja nataka nikuulize. Mfano referee wa leo, umri wake unaonekana umeenda. Ni kwamba kwenye ligi kuu vijana msomei referee au shida nini? Mimi sipo kwenye nyanja hiyo, lakini naamini kama ingekuwa umri wake umefika kikomo basi angestaafu. Mimi naamini tuwapongeze watu ambao wamemteua kwenda kuchezesha mechi ya leo. Kasoro alizozionyesha ni kasoro za marefari. Dunia nzima marefari wanafanya makosa, ingawa inawezekana makosa yake yamenufaisha Simba. Hatuwezi kulaumu moja kwa moja wala hatuwezi tukamtukana moja kwa moja, na naamini ana kazi kubwa ya kufanya, na naamini ana mambo mengi ya kujifunza. Atakuwa vizuri zaidi katika mechi zijazo. Shukrani sana. Asante sana. Makosa kwa hawani. Marefa waliopewa pesa watawaponza. Wametoka kwa South Africa kama wameshindwa. Sio hapa ndio kusalibia sisi. Shirikisho watachukua wapi? Watapeleka wapi shirikisho? Watachukua kwa mtu gani? Hawezi kuchukua. Penalty mbili. Mimi nimetia mguu ndani. Kwa penalty. Wewe mchezaji una akili. Penalty mbili kazi gani? Inakusaidia nini? Inakusaidia? Hakuna. Kama ni mpira tumecheza vizuri sana. Tumecheza kwa kiwango cha hali ya juu. Kwa kweli hata Simba nao wamecheza. Ila refa ndo ameharibu mechi ya leo. Mpira ulikuwa vizuri kabisa. Mashujaa wamecheza vizuri, Simba wamecheza vizuri. Ila refa ndo ameharibu mpira. Refa amefanyaje? Refa ameharibu kwa kuwabeba Simba. Makosa ya Simba alikuwa hayaoni kabisa. Anaona makosa ya kwetu Simba Mashujaa. Kiukweli amekosea sana refa. Ndo ameharibu mpira refa. Asante. Tulikuwa tunasubiri muda tu. Yaani tunasubiri imamu azini watu tuende kwenye magharibi. Watani zenu walikuwa wanasubiria tu muda umalizike.
mfungwe au mtoe sare waweze kuwacheka. Yao ndio mipango yao na ndio maana wameahidiwa milioni 100 kwa sababu ndio mipango yao. Kwa hiyo sisi binafsi hatuogopi hivyo vitu vyao ambao wanavifanya. Wao waendelee, sisi tushashinda kipolo chetu, tunatafuta vipolo vingine navyo tutapiga. So hichi tutapiga vipolo vyote vitakuwa mbele yetu. Wao waahidi hela tu. Sisi tunapiga mpira uwanjani. Mwanzo watani zenu walikuwa nasema hatuchezi, lakini jana CAS wametoa barua yao. Wamepiga chini ile barua ya Young Africans waliopeleka kule wakiwalalamikia TFF, bodi ya ligi pamoja na nyinyi Simba. Wewe Mnandi JR umepokeaje taarifa hizo? Nilijua tu hawajawahi kushinda kesi hata ya kuku. Na huyo wakili wao kanisikia kashaji uzuru. Maana yake kashaona aibu, kila kesi anashindwa. Kila kesi anashindwa. Sasa wakili kama huko hamna mawakili sasa huko tupo. Tupeni hizo kesi tuwafanyie kazi. Watu wa mpira kila siku mnalalamika. Mnalalamika nini? Chezeni football. Sawa, acheni habari ya kuchapisha t-shirt hatuchezi. Haya CAS washawaambia mtacheza tu. Mtake, msitake mtacheza. Na mwaka huu Salumu na kuahidi Simba bingwa akiwa amelala tu nyumbani. Simba atakuwa bingwa akiwa amelala nyumbani. Hii game ilikuwa ngumu. Young Africans hataleta timu. Haleti timu. Sawa, yule haleti timu. Kwa hiyo sisi tutatangaza kwa mabingwa tumelala kwenye majambo. Nadi unavyoona Yanga atakubali kupokonywa alama 15. Asikubali kwa nini akati anaiogopa Simba? Kwani alizuia mageti kwa sababu gani? Si alituogopa. Kwa hiyo naamini hatoleta timu na sasa ndio tunavyotaka. Tuwe mabingwa tukao tumelala kwenye majambo. Simba msimu bingwa wa ndani tukao tumelala. Hii mechi ilikuwa ngumu sana. Lakini ile hela ndio ponza watoto. Chezeni mpira kama uwezo mnao, mtatoboa. Kumbe uwezo wenyewe waunga mwana mpaka mwaidiwe hela. Sawa, ndio mpate matokeo au hapo. Dakika za jioni na kiza. Kama kawaida Imamu anaazini, watu kama kawaida wanachukua laka 3 wanaondoka. Wanasema mechi imemalizika kwa watu kuwasha chemli uwanjani maana kuna giza. Wajinga, mnakuja mnalalala. Kipa alitakiwa apewe umeme toka kipindi cha kwanza, lakini mwamuzi alimbeba sana. Anakuja toka ataki. Mimi ndio ningekuwa mimi ndio mwamuzi. Hawa ningetoa wangebaki 6 uwanjani. Hawa ningepiga umeme wote leo. Wote ningepiga umeme. Wanaharibu mpira. Kinaleta kitanda watu wanazuia kitanda kile. Watu wa Simba. Wewe una mamlaka gani? Kwa hiyo kutuharibia mpira wetu. Kwa hiyo watu wanapenda kuahidi hela. Waachane na hizo habari, hivi vitimu vidogo viache vipambane.